nuru ni ufahamu, lakini sio kila ufahamu ni nuru. Kwa sababu giza pia ni ufahamu, lakini sio kila ufahamu ni giza. Inategemea huyu mtu amekaa kwenye upande upi, tujue kwamba huu ufahamu ni nuru au ufahamu ni giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunajua huu ufahamu ni nuru kutokana na upande ambao mtu amekaa, ama huu ufahamu ni giza kutokana na upande ambao huyu mtu amefanyaje, amekaa. Yuko upande gani? Na kwa nini nuru ni ufahamu na kwa nini giza ni ufahamu? Ni namna ambavyo watu wanaishi. Biblia inasema tulikombolewa, tukatolewa kwenye ulimwengu wa giza, tukaingizwa kwenye ufalme wa Mungu wa mwana wa pendo lake, ambao ni ufalme wa Mungu ambao ndo nuru. Sasa huu ulimwengu ambao Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, uliumbwa na yeye mwenyewe Mungu. Sasa inakuwa tena sisi kuwa nuru ya ulimwengu, yani tunakuja kuangaza nini kama Mungu aliumba ulimwengu yeye mwenyewe? Tunakuja kuangaza nini kwenye ulimwengu? Dhambi ilipoingia, kilichoingia sana sana ni ufahamu ambao ulikuwa ni tofauti na ufahamu wa Mungu. So ufahamu wa giza ulipoingia, ukaharibu kile kitu ambacho Mungu alikiweka. Yaani toka mwanzo unakuja kugundua ni nguvu ya fikra ama nguvu ya ufahamu ndio inayopigana. Ndio maana wana wa ulimwengu kuna namna wanawaza, na wana wa ufalme kuna namna wanawaza. Sasa wana wa ufalme hawawazi wakiwaza tu. Wana wa ufalme wanawaza kutokana na nini Mungu anasema, kwa sababu nuru tunayoangaza ni ufahamu wa Mungu mwenyewe, sio ufahamu wetu sisi. Ni ufahamu wa nani? Wa Mungu mwenyewe. Mungu aliposema iwe nuru, nuru haikujitahidi kuwa nini? Kuwa nuru. Nuru ilikuwa kwa sababu Mungu amesema iwe nuru. So Yesu anaposema ninyi ni nuru ya ulimwengu, mimi sianzi kujitahidi kuwa nuru. Ninakuwa nuru kwa sababu Yesu amesema wewe ni nuru ya ulimwengu.